Kustaafu jamani, kustaafu kutafika whether we like it or not. Kustaafu kunakuja, na mimi na wewe tutafika muda tutastaafu. Kwa sisi ambao tumechagua ile kundi la kuajiliwa, itafika muda tutastaafu. Je, tumejiandaa? Yaani ikifika 60 ni watatuondoa, walete damu mpya, damu changa, miaka 60 tukapumzike. Tumeshajiandaa huko tunakokwenda? Au tukistaafu ndo tutaanza kujiandaa how to survive out there, kule kwenye jamii kule ambako kila siku tuko busy, kule kwenye maisha ya kitaa kule ambako kila siku hatuonekani mtaani, kila siku hatushiriki matukio mbalimbali ya mtaani kwa sababu tupo busy na makazi. Ni kweli kazi hadi zimefanana na sisi, yani hatuonekani, hatupatikaniki, tupo busy na kazi. Tukistaafu tumejiandaaje? Tujiandae wapendwa, tusione ustaafu uko mbali. Nilikuwa na discuss na one month office mate wangu, akananiambia ndugu yangu naenda kwenye mafunzo ya kustaafu. Naambia mbona wewe bado bwana? Ananiambia tayari bwana, yale mafunzo ya umri unafika jamani, si kwa ubaya. Tutastaafu. Kwa kuwa tutastaafu miaka 60, hatutatakiwa kubaki ofisini. Tuandae na mazingira ya nje huko. Mazingira ya nje after kustaafu yaandaliwe ukisha staafu. Yanaandaliwa sasa hivi una nguvu zako. Mazingira yote, sijui unanielewa? Mazingira yote yaandae sasa hivi. Tuandae sasa hivi. Usisubiri miaka 5 imebakia, you're 55 ndo naanza kuandaa huko. Ile miaka uwage nakimbia sana. Kama umechelewa ndo imefika hiyo miaka, unabudi kuendelea kuiandaa. Lakini kwa wewe ambaye bado, this is time kuanza kuandaa maisha ya nje ya ofisi. Maana kuna watu hatujui namna ya kuishi apart from kazi tunazofanya, kiasi kwamba hata tukinyang'anywa hizo kazi we can't even survive. Yani hatuta survive, au tuta survive kwa matatizo, kwa ma-stroke, kwa ma-pressure. Tujifunze namna ya kuishi nje ya ofisi, kwa sababu kustaafu ndugu zangu kunakuja. Uzuri wake kunagonga hodi, kwa sababu ujishtukie tu uko 60. Kila mwaka unavyosherehekea mwaka wa kustaafu nao unasogea, na maandalizi ya nje yao yanaendelea.